Na haya ni majibu ya Paul Kagame kwa William Ruto, lakini pia kuhusishwa na mzozo wa vita inayoendelea kati ya wanamgambo wa M23 na serikali ya Congo DRC. Paul Kagame asema hana uhakika kabisa ikiwa wanajeshi wa Rwanda wapo DRC huko Congo. Rais Paul Kagame aliitenga Rwanda na mzozo unaoendelea DRC, akidai kuwa mgogoro huo ulichochewa na DRC yenyewe na sio Rwanda. Kagame alikwepa masuala kuhusu uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC, akidai kuwa hajui maendeleo yake, lakini akathibitisha kuwa Rwanda itajilinda yenyewe. Licha ya Kagame kukanusha hayo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamekadiria kuwa wanajeshi 3,000 hadi 4,000 wa Rwanda wameungana na waasi wa M23 mashariki mwa DRC. Mkuu huyo wa nchi alipuuzia mbali madai kwamba Rwanda inafaidika kutokana na madini ya DRC, hasa coltan. Na rais wa Rwanda Paul Kagame ameitenga nchi yake na mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ambavyo ameendelea kusimamia msimamo wake. Katika mahojiano na Lali Modou wa CNN, Kagame alionekana kukwepa alipoulizwa iwapo wanajeshi wa Rwanda wanahudumu mashariki mwa DRC. Alijibu hivi: vita hivi, mapigano haya ambayo yamekuwa yakiendelea tangu kuanzishwa kwake yalisababishwa na DRC wenyewe, sio Rwanda. Hawa watu wanaopigana sawa kwa ajili ya haki zao hawakutoka hapa, Kagame alisema. Alipobanwa kujua iwapo majeshi ya Rwanda kwa sasa yapo DRC, Kagame alisema kuwa hana uhakika kabisa. Akishangazwa na majibu hayo, Kagame alikumbushwa nafasi yake kama amiri jeshi mkuu wa Rwanda, akimaanisha kwamba anapaswa kuwa na ufahamu kamili wa mienendo ya jeshi lake. Kagame alishikilia kuwa hajui mambo mengine au mambo mengi kuhusiana na jeshi lake, akisisitiza kwamba Rwanda itachukua hatua madhubuti ikiwa usalama wake utatishiwa. Alisema hivi: sijui, kuna mambo mengi sijui, lakini ukitaka kuniuliza kuna tatizo huko Kongo ambalo linahusu Rwanda na kwamba Rwanda angefanya chochote kujilinda, sema 100%, mkuu wa nchi aliongeza. Licha ya kukanusha kwa Kagame, jumuiya ya kimataifa inasalia na mashaka au jukumu la Rwanda katika mzozo huo. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameshakadiria idadi ya kiwango kikubwa sana cha wanajeshi wa Rwanda, takriban 3,000 hadi 4,000 kuwepo katika vita hiyo au mzozo huo kwa DRC. Swali la kujiuliza ni je, Rwanda anafaidika na madini ya DRC? Majibu yake yanakuja kama ifuatavyo. Huku mvutano ukiongezeka katika eneo hilo, Kagame alikataa kubashiri juu ya uwezekano wa kutokea kwa vita kamili vya kikanda. Alidokeza kuwa rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi pia alikuwa anapinga vita, lakini alikuwa anashauriwa kufuata njia ya vita. Paul Kagame alisema haya: sijui, sidhani kama kuna mtu ana nia ya vita. Hata sidhani kama Tshisekedi ana nia ya vita mwenyewe, lakini ametiwa moyo katika mwelekeo huo na watu wanaojitokeza kumpigania vita vyake. Kagame alisema hayo. Aidha, alizungumzia madai ya muda mrefu kwamba Rwanda inapata faida kutokana na madini yanayotoroshwa kutoka DRC, hususan coltan, madini muhimu yanayotumika katika vifaa vya kielektroniki. Kagame alikanusha madai haya moja kwa moja, akapinga kupeleka vyombo vya habari mahali ambapo Rwanda inachimba coltan wake. Hapana tafadhali, tutakuonyesha tunapochimba madini ya coltan. Sijui kuhusu hilo, kwa sababu hilo kwa vyovyote vile haliwezi kuwa tatizo. Watu wanaonufaika na madini ya Kongo kuliko mtu yeyote wengine ni Afrika Kusini na hawa wazungu wengine ambao wanapiga kelele kuhusu hilo, alisema. Wakati huo huo, Kagame alithibitisha kwamba atahudhuria mkutano wa pamoja wa viongozi wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini nchini Tanzania Jumamosi hii, ambapo mzozo huo unaendelea na unatarajiwa kutawala mijadala. Lakini ubalozi wa Kenya nchini DRC watateketezwa kwa moto. Hili nalo kubwa, kwamba ubalozi wa Kenya nchini DRC watateketezwa kwa moto. Imekaa haja hapa. Imekaa hivi. Katika habari nyingine, waandamanaji wa Kongo walichoma moto misheni ya kigeni, ikiwa ni pamoja na ubalozi wa Kenya huko Kinshasa, kufuatia ufichuzi wa Rais William Ruto kwamba alijadili vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron.
Video ya maandamano hayo ilizua taharuki miongoni mwa Wakenya, huku wengi wakieleza wasiwasi wao na kuomba usalama ufanye kazi na ubalozi na maafisa wengine. Akizungumza baada ya tukio hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ilifafanua kuwa serikali ya DRC Congo iliahidi kushughulikia uharibifu uliotokea. Kiufupi, mzozo kule DRC unakuwa mkubwa kweli kupita kiwango chake, na kila mmoja amekuwa akiuliza maswali yake. Kwa mfano, kuna mtu alisema, Aden Duera asema raia atashinda kiti cha UAC kwa kishindo, marais 9 wathibitisha. Sasa kiukweli ni kwamba vita ya Congo DRC imekuwa katika pande nyingi sana ambazo zinawagawa watu katika makundi tofauti, na kila mmoja anakuja na mafikirio yake juu ya vita hiyo inayoendelea huko DRC, hasa eneo la madini, ambapo inaonekana Rwanda ananufaika zaidi na madini ambayo yanachimbwa pale Congo, lakini wao hawataki kudhibitisha ukweli juu ya hayo, ambapo Paul Kagame alisema wao wana eneo mahususi zaidi wanalochimbaga madini. Sasa je, kuna ukweli ndani yake au namna hii bado inazidi kuwakata wa Kongo? Tunafahamu kwa Afrika nzima madini ya coltan yanapatikana Kongo. There is no any other country which coltan found Rwanda. They talk coltan. Ndio swali ambalo watu wanajiuliza. Coltan wao wanatoa wapi madini ya Rwanda wanatoa wapi madini ya coltan? Ndio swali ambalo wanajiuliza. Na wakati akiofanya mahojiano na CNN, Paul Kagame alisema wao kuna mahali ambapo wanachimba coltan. Wakamwomba waweze kuoneshwa, lakini Paul Kagame aligoma kuonyesha mahali ambapo wanapata madini hayo. Basi bwana, hii ndivyo ambavyo utakuja kushuhudia kuwa bado sekeseke limekuwa kubwa zaidi, lakini vita inazidi kuwa ya juu au ya kiwango cha juu zaidi. Nikusihi tu kwamba hii ni Nadi Online TV, Leonard.com. Endelea kuwa nasi katika kurasa wetu huu wa YouTube, ukiendelea kusubscribe, kulike, share na comment ili wa kwanza kupata burudani zetu. Karibu na asante.